Yes, asante sana. Asante kwa kuendelea kubaki na mimi. Asante kuwa na Mapi DJ ya tangu mwanzo, na maanisha zilo moja ya khasi special ni Ragavana Paravi. Na sasa tuko sehemu ya 167 kibabe zaidi. Hivi ulishawahi kuhisi kwamba yani wewe ni mwanamke unachukuliwa unapelekwa ukweni kwa mara ya kwanza kwa furaha zote? Mumeo anakuambia ukifika kule mamangu ni mwema, mkarimu, atakupenda, atakujali. Mamangu mimi ni munoma. Alafu leo unafika tu siku ya kwanza, unapokelewa na kichambo cha kufa mtu. Yesa, hii inaitwa Nima. Soon Jumatatu itakuwa sokoni. Na itatokea pale pale Kariakoo, Agri na Likoma, chini ya The Viper. Mtu ametoka katika kijiji chao cha Sikkim anakuja Mumbai. Watu wanamuuliza huyu ni nani? Mbona kabinti kafupi? Mbona kama ni kachina haka Eti mama, mkamwana wako ni huyo hapa. Mama kutambulisha ni mkamwana. Na kwamba kasiniala mchele memwagika. Siwezi kuwa na mkamwana mfupi hivi. Hapana. Binti kama huyo aweze kuwa mkamwana wangu mimi. Ise Nima. Nima atafanya nini? Nima anatakiwa approve long watu wa Mumbai. Nima Dezopa awahakikishie kwamba yeye ni mwanamke wa shoka, ni mama la mama. Je, ataweza? Tukutane Jumatatu katika kichupa kipya Nima kutoka MVC Magic Voice Pro. Mapi DJ Supernatural Voice, ile sauti yenye mamlaka zaidi town. Itapita taratibu, yani mdogo mdogo. Yesa, kibabe zaidi. Basi na sisi tunaendelea na khasi yetu special ni Ragavana Paravi. Hatimaye ilikuwa ni good morning, yanamaanisha siku nyingine, sio kwamba nakusalimia. Ndio Sharda. Basi asante sana. Thank you ki kya baat hai? Sasa asante ya nini tena jamani? Magar lagne laga. Unajua hapa naona kavi niko nyumbani kwangu. Ndio hivyo. Nimekupigia kukuambia kwamba कहिए ना, मेरा डिलीवरी है। उसने मुझे थोड़ी टाइम के लिए अपने पास बुलाया है। मैं वापस आने के लिए अब थोड़ा टाइम लगे। Okay, basi ilikuwa ni asubuhi nyingine. Yes. Sharda. Ambia asante Mr. Sharda. Asante sana kwa kuendelea kuiangalia nyumba yangu. Jamani, unanishukuru nini madam, lakini hii nyumba najiona kavi nipo nyumbani kwangu vile. Nimekupigia hapa, kuna jambo nataka nikwambie. Binti yangu anakaribia kujifungua. Hivyo amenipigia simu, nitakaa naye kwa muda kidogo kwenda Chilos na kurudi. Kwa hiyo sitarudi haraka. Usijali, mimi nitaangalia nyumba yako bila shida yote ile. Sawa? Lakini kuna lingine tena. Niambie tu, kile chumba cha juu kiko wazi. Kwa hiyo nimepata mpangaji, nyumba yake inafanywa karabati, na amenilipa kodi ya miezi 6 kwa ajili ya mwezi mmoja tu. Watu wana pesa. Miezi 6 kwa ajili ya mwezi mmoja. Nimeshindwa kukataa, nimekubali. Najua hakuna tatizo hapo, si ndio? Akasema hakuna tatizo. Anakuja lini mtu wako huyo? Niambie tu muda gani. Aje niambia muda rasmi wa kuja. Basi sawa, ngoja nisafishe chumba kiwe sawa. Lakini wakati anaendelea kuongea na simu, anamkuta bibie Kisokolo Kwinyo. Saini karke khatam. Anaambia saini, una sita nini? Lakini shemeji jamani, si usaini upate mkopo. Ukipata mkopo itapendeza zaidi. We saini tu. Anataka kusaidi mkopo bwana. Sharda alikuja akasimama pembeni. Huyu mwanamke mbona nuksi hivi, ananistopisha mimi? Baba VJ, मेरी बात मानिए. Anambia sikiliza. Unatakiwa usaini haraka, utaki kusita kwenye mkopo. Matatizo yatazidi haya. Njia pekee ya kusolve matatizo ni kuchukua mkopo. Jamani, matatizo hayamalizwi kwa mikopo Yaani mkopo kwa ajili ya kuendesha biashara. Usije ukajichanganya, una shida zako. Sasa nichukue mkopo nitatue matatizo. Utaongeza matatizo. Serious nakwambia. Sasa ndicho ambacho nataka kufanya VJ hapa. Lakini VJ kwa sababu ni kidume na mwanamke hana kauli kwake, akawa anataka kusaini kibabe. Licha kwamba mke wake anamzuia. Mke wake anamwambia hapana. रुक क्यों गए? Kwa nini unakataa lakini? Saini. फॉर्म तो वैसे भी भर लिया. Wewe unajifanya kwamba tayari ushasoma fomu nzima umeelewa. Saini tu. मैं नहीं रुकूंगी आपको. Kwa sababu hutanisikiliza. Siku hizi unisikiliza kabisa. Na siku hizi umekuwa mtu ambaye unashindwa kutambua lipi zuri lipi baya. Kwa hiyo just sign it. Kama unataka kusaini malizia. Ila Mungu pekee ndo anajua nini kitaenda kutokea katika siku hizi za mbeleni.
Okay, saini hizo karatasi. Bibi Solochon anaambia wewe saini tu shemeji, achana nayo. Ngoja ni saini. Cheka anavyoangalia. Yaani akisaini tu ameisha. Mungu we. Nitende miujiza mimi. Tenda miujiza hapa. Mstopishe huyu zidi ya hii disaster. Makini bonge moja ya disaster. Mara mlango unagongwa Kabla ya saini mlango unagongwa. Nani anaigonga mlango saizi? Si akaenda kufungua bwana. Yule mpangaji ndo amekuja. Mpangaji mpya. Wewe ndo jana kama aliniambia kwamba unakuja kupanga hapa. Akaambia correct. Ndo mimi. Sasa kwa mwingine alikuwa ni Raghav Rao. Raghav ndo ambaye amekuja kupanga kwenye nyumba anayoishi. Yaani nyumba ya zamani ya Paravi. Kaja kupanga chumba kimoja. Yaani bosi wa Hyderabad kaja kupanga mtaani. Alafu kachukua chumba kimoja. Makusudi kale. Familia nzima kwanza ilipigwa na butwaa. Wametoka. Mansi yuko hapa, Milindi yuko hapa. Imekuwaje kwaje? Bora mambo yaeleweki hivi. Harasa jamani, habari zenu? Na wasalimia kwanza Na wapa salamu. Mimi ni mpangaji mpya. Mko salama kwanza? Anaingia ndani kibabe, anajiamini. Huyu vipi? Mbona na mabegi tena? I know. Najua wote nyinyi mmepigwa na butwaa kuniona hapa, si ndio? Bora shock lag gaya hoga. Yaani mmepigwa na shock. Bila msijali. Mimi hapa kya kar raha hai? Nasema najiuliza kwa nini nimekuja kufanya hapa? Chalo koi nahi. Nadhani majibu mnayo. Habari njema ni kwamba kuanzia leo hii mimi Raghav Rao ni mpangaji wa Jana Kamba's house. Yaani hii nyumba mimi ni mpangaji. Amepanga. Yaani adui yako anakuja kupanga na wewe. Chumba, yani nyumba moja. Seble mtashare. Mnatofautiana chumba tu. Yaani kifupi ni kwamba nitakaa hapa, nitalala hapa, sina sehemu nyingine ya kwenda zaidi hapa. Sawa? Na mkataba wangu hapa, labda pengine mtajua pengine ni Magumashi. Mkataba huu hapa. Jana kama madam ke sath. Jana kama mwenyewe ndo ambaye amenisainisha mkataba kwamba mimi ni mpangaji wake mpya. Umeona Angalia. Haya, nadhani mmeshaelewa sasa Kwa hiyo nilifikiri nadanganya. Unajua kwamba huu mkataba ni fake pia. Eti. Sasa msijali, nitaondolea mashaka yenu yote. Akapiga video call. Hello Mr. Janakaba. Habari yako Mrs. Salama jamani Raghav. Au jambo lakini mwanangu. Mimi si jambo mama. Mimi ndo mpangaji wako, nimefika hapa saa hizi, nimekuja kupanga. Nyumba ni nzuri, nimeipenda sana, chumba kikubwa, watu hapa wakalimu. Haise nimewapenda, wanaupenda kwa kweli. Tutaishi pamoja kama familia hapa. Kwa hiyo nimefurahi. Nimekupigia lengo tu nizungumze na wewe ili wa confirm wajue. Okay. Na ikiwezekana uwasalimie. Haya, waambie hai. Hai Meshadra, habari yako? Huyo ndo mpangaji niliyekwambia Shosti. Yeye ndo amekuja kupanga iko chumba ambacho kiko wazi. Tokea JJ Company, sawa? Basi naomba mumpe ushirikiano wa kutosha jamani. Okay madam. Nadhani umeshaelewa na umeshaseto kila kitu. Hii nyumba ni nzuri, familia nzuri. Nimeipenda kwa kweli. Okay, basi sawa, nakata simu. Okay, bye. Haya sasa. Kidume kiko ndani. Sasa kama mume kaja kwa nini mke asije? Vipi, hamjafurahi mimi kuja hapa? Sio makosa yenu, najua. Milana. Sirf misunderstanding. Najua misunderstanding zilizotokea za hapa na pale ndio mmefanya kunichukia hivi, sawa? Lakini nawaahidi sitawasumbua kuanzia leo hii. Sina usumbufu wowote ule. Mimi nimekuja kupanga tu hapa. Sahau wadui wetu, sawa? Haya ni mahusiano mapya tunaanzisha. Sahau wadui. Sawa mheshimiwa? Hapa namwambia VJ ya. Baba mkwe mwenda wazimu, baba mkwe chizi, baba mkwe asiyejitambua. Kwa majina ambayo alikuwa anamuita mwanzoni haya. Si ndio? Yes sir. Hili ni balaa lingine jipya, lakini ujio wake umeondoa disaster moja hatari sana ambayo itakutokea hapa. Mr. Sharda, Paravi amekumisi sana. Yaani Paravi amekumisi sana. Kwa sababu bado ana picha yako kwenye simu yake kama wallpaper. Lakini pia anaendelea mpaka leo kutaja jina lako kila anapofanya ibada. Bado anaendelea kukuwaza kila wakati. Anaumwa kila wakati. Hata anapoumwa basi jina analotaja ni la kwako tu. Anakupenda. Sharda, baba VJ aliamua kuita huko. Acha kusikia maneno ya watu huko. Njoo huko. Mume akikuita chumbani unakimbilia haraka. Ndivyo ambavyo anatakiwa atende hivyo Sharda. Mume amekuita, basi chapa rapa faster, wai wewe.
Haya sasa. Anataka kumsalimia huyu anampa mkono. Anampa, yani wanapishana tu. Sasa unataka hebu subiri, usifanye chochote. Nataka uini nisome kwanza hii. Okay, sije kawa mtu wa magumashi wewe. Akapitia akaona hapana. Vipi? Ni original hiyo bwana, sio fake, si ndio? Ni original, nimeiona hata mimi. Bye, acha niende. Mansi. बोला भी तुम्हारे बारे में बहुत Parave amesema mengi sana kuhusu wewe. करता है. Parave amekumisi pia. Hataki hata kusikia. Hataki habari hizo. Nimtisha kwanza. Umenisahau, unanikumbuka? Unanikumbuka mimi wewe? बड़ी बड़ा बिंदी. Usijali wewe madam, sitakupiga. Mimi sipigagi wanawake. Unafikiri napiga wanawake basi? Wala hata sipigi wanawake. Hapa kazi ipo. Ibie kisokolo kuja ukapata partner bora sana. Kwa hiyo hapa mambo yatakuwa ni mpota. Mpera. Kibabe zile. मेरे से दूर भाग गया है. Sasa ni muda wa kuenjoy. Nimekuja siku muafaka. तुम लोग जितना मेरे को हेट करता है उसका डबल प्यार ना दिया. Chuki zako zote, chuki zenu zote, mimi ndo Raghav Rao bwana. Nitasovu. Nitaweka kila kitu sawa. Mambo yatakaa bulbula. So Raghav Rao. Well, Raghav Rao. Kwa hiyo Raghav Rao, Deshmukh, karibu kwenye familia ya Deshmukh. Basi imekamilisha sehemu ya 167. Moja kwa moja sehemu inayofuata hii itakuwa 168. Yesa kibabe zaidi. Ndani inazidi kwenda mbele zaidi. Zaman gelince nafile versin bir küçük elveda.